Alright, welcome back to Business Today. What started as a Class 8 dropout's hobby is now an enterprise that feeds the Kenyan film industry with necessary equipment for film production. These are props, stunts, visual effects, and also repairs and makes film equipment from scratch. This self-made metal engineer shares how his business has grown over the years. Esther Diana with more. The creative economy business environment in Kenya has not been a rosy one, despite showing so much promise as young creatives try to break even into the industry. As Paul Kihuha shares on My Market story about how he's been able to evolve his craft over the years. Mimi ni fundi, but I'm a filmmaker, na hapo ndio mimi hupata chakula yangu ya kila siku. Yes, mimi repair equipment za film, na mimi make from scratch, mimi uza na mimi uhaya. At the same time mimi ni mwalimu, mimi ufunza film, beats za film, mahali na understand. Producer, mimi ni 9th born kwetu, and mimi ndio last born, so that is product 9. For my parents, reaction yao after mimi nimeacha shule haikuwa shock, kwa sababu first walikuwa wazee, understand, like babangu, mimi nikizaliwa babangu alikuwa 50 years. So by the time niko 14 years ako 64, so ni mzee. And babangu alikuwa fundi, alikuwa mechanic, panel beating, and alikuwa ananibeba sana mara mingi tunaenda na yeye job. So alikuwa shaona ufundi in me. So venye alisikia nimehepa shule, of course sikukam kumwambia nimehepa shule, alirealize later huyu kijana hata endangi shule, so atajam kidogo, but eventually ni kama walikubali. Venye niliacha shule ni kama nilichukua a different direction kwa life yangu, na ndio imenifikisha mahali nimefika. So siichukulii kama negative, but kitu nimedecide ni eti nitatry sana ni support mtoto wangu. Mimi nilikuwa naongoza kutoka nyuma. So about okay, let's say sikuwa mjinga, cause na believe hakuna mtoto mjinga kwa hii dunia. Ni kulingana na amepewa information inatoshana aje, kwa sababu kwa shule zetu zenye tuko exam inakam kuulizwa swali ulifunzwa. So if haukuwa kwa class hiyo day inamaanisha wewe utafail, lakini kama ulikuwa kwa class hiyo day na uko na memory poa, si utakuja poa. So si kwa mjinga, nilikuwa msi anaelewa, but sikuwa na like shule. Alafu nilikuwa na low self esteem, sijui mbona. Imagine nilikuwa introvert, mimi si understanding ilikuwa imetoka wapi. But I think ni ile shida tulikuwa tumegrow nayo, hatukuwa na stima, hatukuwa na TV. System ya shule yetu, I think before ilikuwa wrong, sai at least wameleta that CBC thing, but si understand sana. Cause me believe first hakuna talent kwa hii life. Hiyo ni 1. 2, hakuna samaki iliumbwa lini? Samaki iliumbwa kitambo sana, but mpaka leo haijui kupanda juu ya mti. But ni perfect kwa maji, si ndio? Na hakuna mtoto wa samaki utapatana na yeye mwenye hajui kuswim. Sawa. Now shule yetu imechukulia like kama shule ni samaki, ni maji, kila mtu ajue kuswim. Mimi nadhani shule zetu zimekuwa zikiangalia hiyo side ya academics peke yake, which kwangu nadhani ni wrong, kwa sababu mimi sikuwa poa academics, but nilikuwa najua ku ride bike than mtoto mwenye alikuwa anakuja number 1. I was just a fundi, nikigrow. Mimi ni msehandi sana, so nilikuwa na mekia watu tujiko, unaelewa, like jiko, soko hivi vibanda. And nikasema ni aje, si believe kuna talent kwa hii dunia, naweza do kila kitu yenye mimi nataka. Nikasema mimi nitakuwa rapper. Nikaanza kurap. Nikarap, nilikuwa mnoma. Sikuwa nashindwa. Hiyo nilikuwa mnoma. Na venye nilifika place nikarealize rapping si enough, na need videos. But ukiapproach mse wa video ni very expensive. Reason video ni very expensive ni kwa sababu ya equipment zenye zinatumika. Nikasema mimi ni fundi, mbona nisi make the equipment? Nika make the equipment. Nikapelekea videographer fulani anaitwa Solomon Nganga.
Nikamwambia Solo, mimi niko na hii equipment na nafeel ni kitu ya video, naweza taka unifanyie video na hii. Yeye venye aliona akaipenda than venye artist alikuwa anaipenda, so tukaanza kwenda na yeye job kushoot wase wengine. Journey inaanzanga na step moja, and I can see my few steps zenye nimepita, cause mahali nilikuwa hiyo time sio mahali niko sahi, in terms of maybe professionalism kidogo, cause maybe yangu kitambo ilikuwa inakaa jua kali, at least sahi nimejaribu kuinvest in machines kadhaa, so niko na kitu kanakaa poa kidogo. Two, I think confidence, cause unajua hiyo time unapatia msee anaekelea kamera unashikilia tumbo kamera isidunde, but sahi niko na hiyo confidence like hii kitu nimeunda inaweza beba hiyo kamera comfortably hata kama si yuko. Business yangu imenifunza ku deal na different people, different type of people, cause imagine leo nitadeal na wewe, kesho nitadeal na msee mwingine wa industry tofauti, kesho una deal na Muethiopia. So hiyo kitu inanifanya tu mimi personally ni grow. Nimetry kuingia into film now fully. Niko na upcoming show inaitwa Dagoreti, though si yangu ni yetu, tumeshikana na wase kadhaa tukaifanya. Nimekuwa nikitumika sana na industry, walai like 50% if not 80% of the industry niko somewhere hapo hivi na facilitate one ama kitu ingine. And mimi ka producer I really think naweza do anything, si just only film. And I think niko na passion ya film, and nikienda hiyo side fully haijamaanisha nimeacha whatever me you do. Me coach wase about easy metal works na kila kitu, and the industry still kuna competition ndogo juu kuna wenye wana import na mimi bado nazimake locally, but sidhani niko na struggle sana, kwa sababu so far Wakenya wanakuanga wa loyal, so bado natamani kugrow na niweze kufika maybe hata mbali East Africa, and niko too happy industry yetu ina grow. Nafurahia sana, and kugrow haigrow juu mimi nafanya kitu, no, but niko happy kwa sababu mimi ni part ya kufanya the industry igrow. Unaelewa, ako kabit Kenya na add kwa industry yo unifanya tu ni feel yes niko proud to be a Kenyan at least. For investors huko nje I think kuna kitu hawajaona kwa hii industry, kwa sababu hakuna job mimi kwa life yangu nimeona yenye inaweza lipa ukiwa vile unakaa, ukiwa na rasta, ukiwa na nini kama hii industry ya art, wacha niite ya art. No, kitu watu hawajawahi understand about hii industry ama hawaoni, hii industry iko na potential. Na hii industry ndio the only industry mimi nadhani in Kenya ime-employ youth wengi. I think ni place bigi, ni place I think iko na potential. At least tukiangalia hata nje let's say Hollywood, wase wana make mado serious sana. Mimi kwangu miuchukulia challenge ni a stepping stone maybe, kwa sababu bila challenge huwezi grow. Unaona, yani bila ati wewe unalalanga tu uko comfortable, hausikiangi baridi, hautaitamani blanketi. And hizo challenges zenye sisi tunapatana nazo, mingi yake maybe ni client hayuko happy na the equipment, and hiyo sasa ni challenge kwangu. Lazima nijue kwa nini client hayuko happy, nini naweza fanya kumfanya kuwa happy, and hiyo inanifanya ni grow. Sawa, so siichukulia ati jua hauko happy ni kutukane. Na try kutaka kujua ni nini inafanya usiwe happy. But for me personally, challenge yangu I think ni time. I wish time ingekuwa time times 2. Ningelima, ningetengeneza maganji sana. But now lazima nikubali venye time iko na venye nature iko, and sina tamaa anyway. Whatever kidogo napata hiyo ndio nakula. The Kenyan film industry is still crippled with issues ranging from poor government support, lack of finances, and other legal restrictions. As Paul Kihuha puts it, his has been a rosy one. For KTN News, I'm Dombi Esther Diana. All right, so that is innovation within the film industry, supporting props, repairing equipment and whatnot. And on that note, actually,
Tomorrow on Business Today, we shall be focusing on the creative industry. You as a person, do you think Kenyans have been able to streamline our creative industry where musicians, our artists are able to make money off their art? Well, that will be our engagement tomorrow, same time, same place, 3 p.m. But right now, up next, we have Mbiwia KTN. Stay tuned. I'm Noakip Kimboy. Bye for now.